Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Jina lipitalo majina yote. Amen. Ni jina lenye nguvu, ni jina lenye uweza. Amen. Ni jina ambalo tumepewa kama zawadi. Ndio. Kwa sababu kupitia kwa jina hilo hakika tunao mamlaka, nguvu na uweza. Haleluya. Amen. Siku ya leo ikiwa ni siku ya Jumapili, Ndio. tarehe 8 mwezi wa 6, tunamshukuru Mungu kwa kutupa neema ya kuweza kuangalia somo fupi. Ndio. Ambao somo hili linahusu dini na siasa. Dini na siasa. Politics and religion. Amen. Andiko letu kuu andiko letu kuu linapatikana kwenye kitabu cha Methali 29 Ndio. na mstari wa 2. Biblia inasema, Ndio. wenye haki wakiwa na amri, Ndio. watu hufurahi. Furahi. Bali muovu atawalapo, watu hugua. Ugua. Kwa tafsiri ya King James Version, Ndio. Biblia inasema, when the righteous are in authority. Yes. Kwa lugha nyingine, when the righteous are the leaders, Yes. the people rejoice. Joyce. But when the wicked beareth rule, Yes. the people mourn. Wenye haki wakiwa na amri, Ndio. wenye haki wakiwa wanatawala, Wanatawala. watu hufurahi. Ndio. Ndio maana tunaona kuna mambo mawili hapa. Ndio. Kuna watu wanaotawala Ndio. na kuna wanaotawaliwa. Ndio. Na kulingana na andiko hili ni kwamba kuna watawala aina mbili. Aina mbili. Kunaweza kuwa watawala wenye haki, Wenye haki, kwa lugha nyingine watakatifu, watakatifu na wacha Mungu. na wacha Mungu. Na wakiwa watawala wacha Mungu, watu hufurahi. Watu furahi. Lakini aina nyingine ya viongozi ni viongozi wa ovu. Waovu. Hawa sio wacha Mungu. Sio wacha Mungu. Kwa hivyo hawa wasio wacha Mungu wakitawala, watu huugua. Watu huugua. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo andiko hili linatuonesha mahusiano ya uongozi Ndio. na imani. Na imani. Na kwa lugha nyingine tunaona maswala uongozi kama siasa, Kama siasa. na imani kama dini. Kama dini. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Hebu tuangalie tafsiri ya neno siasa. Siasa. Siasa ni njia, Ndio. au ni mfumo wa kufanya maamuzi katika ngazi mbalimbali za jamii. Kwa nini nataka tuangalie tafsiri ya neno siasa na dini? Na dini. Ni kwa sababu tumesikia maneno mengi sana mara nyingi watu wakisema usichanganye dini na siasa. Tunaona kama ni vitu viwili ambavyo haviwezi kuendana. Haviwezi kuendana. Lakini nataka nikuambie, Ndio. hauwezi kutenganisha dini na siasa. Na siasa. Haleluya. Amen. Hauwezi kuzitenganisha. Ni kwamba Ndio. ni either mtawala Tawala. awe ana dini au hana kabisa. Kama hana kabisa. Haleluya. Amen. Awe hana kabisa. Na kama anataka kuleta matokeo Tokeo. hasi, positive results, na watu wafurahie, ni lazima awe na dini. Lazima awe na dini. Ndio maana nasema watakatifu wenye haki wakitawala au wakiwa na amri, Amri. watu furahi. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo kuna mahusiano ya uongozi ambao ni siasa Siasa. na utakatifu, haki ambayo ni matokeo ya imani. Ya imani. Na imani inapatikana kupitia dini. Kupitia dini. Amen. Haleluya. Amen. Hebu tuangalie maana ya siasa. Ya siasa. Ndio tunaona siasa ni njia ya kufanya
maamuzi. Ni mfumo wa wanadamu Ndio. wa kufanya maamuzi. Pale ambapo wanafanya maamuzi ni nini kifanyike, kuanzia kwenye ngazi ya familia, kwenye ngazi ya eneo, kwenye ngazi ya kinchi na hata kimataifa. Ndio maana unasikia kuna siasa za kimataifa. Siasa ndio inaamua kwamba mwaka huu kwenye budget ya Wizara ya Afya tutaweka bilioni kadhaa. Ni siasa. Hiyo ni siasa. Ni siasa. Sawa sawa. Ndio inaamua tujenge vyuo vikuu kiasi gani. Ndio. Siasa ndio inaamua thamani ya fedha ya nchi. Ndio. Au kwa lugha nyingine hata uchumi wa nchi. Kwa sababu endapo yakifanyika maamuzi mabaya, yanaweza yakaathiri uchumi wa nchi. Lakini yakifanyika maamuzi mazuri, yataleta faida kwa nchi. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amina sana. Kwa hivyo mtu yote Ndio. maisha yake yanaamuliwa na siasa. Na siasa. Ili mradi wewe unaishi. Ndio. Kuhusika na siasa sio pale tu ati wewe uko labda uko kwenye masuala ya vyama. Ndio. Lakini hata ukiamka asubuhi, ndio, uende upande gari, kinachoamua nauli yako ndio ni siasa. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa siasa ni mfumo au ni njia ya kufanya maamuzi katika ngazi mbalimbali za jamii, kama vile mji, taifa au hata dunia nzima. Amen. Amen. Siasa ni swala la kufanya maamuzi pale ambapo watu wanajadiliana. Huyu anatoa maoni yake, huyu anatoa maoni yake. Wakati mwingine wanashindana. Na ndio maana kwenye mifumo ya siasa kunakuwa na wakati mwingine hata watu wanapiga kura. Ili wale walio wengi wenye wengi tufuate maamuzi ya walio wengi. Sawa kabisa. Ni vizuri sana kuelewa hivi, kwa sababu mara nyingi kuna picha ambayo imeshawekwa kwamba tunaambiwa siasa ni mchezo mchafu. Ndio. Sana. Lakini kama ni mchezo mchafu, mbona tunaona kuna wachungaji wanaingia kwenye siasa? Kuna watu wenye imani, kuna mashehe wanaingia kwenye imani. Sasa inakuwaje watu ambao ni wacha Mungu alafu tena waingie kwenye siasa? Haleluya. Amen. Hii ni mentality ambayo lazima watu waishinde, kwa sababu tumeona hata watu wengine waliokoka wakikosa kujihusisha na siasa, wakiona siasa kama ni dhambi, kama ni kitu kibaya. Lakini sikiliza nikwambie, ndio, chochote hata tukijenga, kama mnajenga kanisa, ndio, hawezi kujenga kanisa bila kupitishwa ile ramani na halmashauri zinazohusika. Sawa sawa. Na zile halmashauri ni zimeko pale na mfumo wa kisiasa. Sawa sawa. Are we together? Amen. Haleluya. Kwa hivyo hata masuala ya imani, leo mnataka kufanya crusade, ndio, lazima mkachukue permit kwa serikali, ndio, ili mruhusiwe kutumia hivyo viwanja. Sawa sawa. Ni siasa ile. Kwa hivyo there's no way unaweza kuikwepa siasa. Yes. Na siasa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Amen. Lakini nao dini ni nini? Ndio. Dini, bila kutaka kuchima sana, kuingia sana kwenye tafsiri zile kubwa, ni njia ya mwanadamu ya kumtafuta Mungu. Dini ni njia ya mwanadamu ya kumtafuta Mungu. Au tafsiri nyingine, dini ni neno linalotokana na neno la Kiarabu ambalo linasema adin. Inamaanisha jumla ya imani ya binadamu, jumla imani ya binadamu pamoja na mafundisho wanayotoa kuhusu yale wanayoamini. Ndio. Umenielewa? Sawa sawa. Amen. Hawa watu wanatoa mafundisho gani? Wanaamini nini? Sasa ile jumla kile kitu wanaamini, ndio wanaamua hawa watu ni wa dini hiyo, kwa sababu wana vitu wanavyoviamini wao, na wana mafundisho wanaofundishana. Wao. Haleluya. Amen. Yaani ni mambo wanayoamini, mambo ambao ni mambo ya rohoni. Ni mambo ya rohoni. Dini ni mambo ya rohoni. Yes.
na mambo haya wanafundishana ya rohoni wanayoamini ni kama vile kuhusiana na Mungu, jinsi ya kuhusiana na Mungu, ndio, jinsi ya maisha, kuhusiana kimaisha, ndio, na hata kuhusiana na uumbaji, the God's creation. Yes. Umenielewa? Amen. Kwa hivyo dini ni sehemu ambayo ni huo mfumo wa mwanadamu wa kumtafuta Mungu. Yes. Amina. Amen. Sasa dini ni mojawapo ya nguvu 4 zinazomuongoza mwanadamu. Dini ni mojawapo ya nguvu 4 zinazomuongoza mwanadamu. Yes. Nguvu ya kwanza inayomuongoza mwanadamu ni dhamiri ya mtu. Dhamiri ya mtu, self conscious. Ya pili ni mila na utamaduni. Ya tatu ni sheria. Au sasa ya 4 ni imani au dini yake. Amina. Amen. Mfano, ndio uone hauwezi uone zinavyohusiana. Kwa sababu dini ni ya mwanadamu, ni mfumo wa mwanadamu, na siasa ni mfumo wa mwanadamu. Kwa hivyo hivi ni vitu vili ambavyo vina nafasi kwenye maisha yake na hakuna kinachochukua nafasi ya kingine. Ndio. Hivi vitu vili vipo. Siasa atake asitake inamwathiri mwanadamu. Ndio. Nayo dini iko inborn. Yes. Umenielewa? Dini iko inborn. Hata kabla hawajaja wazungu au walioleta hizi imani zingine, hizi imani za Kikristo na Kiislamu, bado watu mababu zetu walikuwa na mifumo yao ambao walikuwa naitumia bado kumtafuta Mungu. Kwa sababu mwanadamu siku zote ana kiu cha kumtafuta the supreme being. Ndio. Ukiona kwa mfano wana wa Israeli walivyokuwa wametoka Misri, wameenda wamefika karibu na mlima Sinai. Ndio. Alafu Mungu akamwambia Musa apande mlimani. Ndio. Musa alipopanda akaenda akakaa siku 40. Sasa kile kipindi wana wa Israeli wakamwambia Haruni, sisi tunaona Musa alishakufa. Ndio. Na tunaona Musa hatarudi kwa shakufa. Sasa tunachokitaka ni kwamba kwanza tutengenezee Mungu sanamu. Sasa wanataka sanamu, kitu anachoona, ili sasa tumuombe na tuweze kupata jinsi ya kurudi wapi? Misri. Umenielewa? Yani walipomkosa Musa, kwa sababu walikuwa wanahusiana na Mungu kupitia Musa, walipomkosa Musa akajua Mungu hatuwasiliane naye tena. Sasa lakini hatuwezi kuishi bila Mungu, bila dini. Sasa wakatafuta mfumo wa kumtafuta Mungu mwingine. Umenielewa? Kwa hivyo mwanadamu, dini sio kitu ambacho anajifunza, kiko ndani tayari. Dini hiyo, the urge to search for the supreme power. Amen. Umenielewa? Nao sheria ni mfumo wa kufanya maamuzi kabisa, na huo haukwepi kwa sababu haishi peke yake. Ndio. Kwa hivyo hivi vitu viwili huviwezi kuvitoa kwa mwanadamu. Alipo mwanadamu, ndio hivyo vitu viwili lazima viwepo: dini na siasa. Tuko pamoja? Ndio. Kwa ufafanuzi, hizi vitu vina vinatawalaje mwanadamu? Ndio. Kuna wakati ungetaka kufanya jambo, ndio, unaona nina faida, unaona nikifanya hili jambo litaingiza fedha, kwa mfano labda magendo, uinaji haramu, vitu kama hivyo. Lakini pamoja na hayo ukaogopa sheria. Kwa hivyo ina maana hapo kilicho kucontrol ni nini? Ni sheria. Lakini pia kuna mambo mengine ambayo hayako chini ya sheria. Ndio. Lakini hayako na hako kwa imani, hayako chini ya sheria. Na hata singine ukiangalia kwenye dini hayapo, lakini yanakontroliwa na mila na utamaduni. Kwa mfano, watu kuoana ndugu kwa ndugu. Hakuna sheria inaweza kumfunga mtu. Ndio. Lakini pamoja kwamba kunaweza kuwa na sababu za kisayansi, lakini at the same time kinachomzuia mwanadamu asiyafanye yale ni mila. Wakati mwingine sasa vingine sio mila, na vingine sio sheria, ila dhamiri inakataa. Amen. Ni kwa mfano unaweza kwenda sehemu, ndio, unakula ndizi. Ukala ndizi
ukaangalia pembeni ukaona hakuna dustbin ya kurusha yale maganda. Ndio. Pamoja kwamba hakuna mtu anakuona ungetupa huko pembeni, unajikuta unachukua lile ganda unaweka mfukoni, utembee nalo mpaka upate sehemu kuna dustbin uweke. Ndio. Kwa nini? Kwa sababu dhamiri yako inakwambia hii sehemu ni safi, hakuna sababu ya kuchafua. Umenielewa? Na ungeweza kutupa na uendelee kuishi maisha yako sawa, lakini dhamiri yako inakwata. Lakini sasa nguvu kubwa ambayo inamtawala mwanadamu, yenye uwezo zaidi ya nguvu zingine zote, ni dini. Dini ya mtu. Ndio. Ni nguvu kubwa inayomuongoza mwanadamu kwa imani ya mamlaka iliyo juu kuliko mamlaka zingine zote ambazo ni Mungu. Amina. Amen. Kwa mfano, Yusufu wakati yule alikuwa kwenye nyumba ya Potifa, Biblia inatufundisha kwamba mke wake alimshika Yusufu. Walikuwa kwenye mazingira ambayo hakukuwa na mtu karibu. Lakini Yusufu hakumuogopa Potifa. Ndio. Hakuogopa dhamiri yake. Hakuogopa sheria. Ila alimwambia, siwezi kufanya mambo haya nisije nikamkosea Mungu. Yes. Amina. Amen. Kwa hivyo hata sasa ingepaswa serikali zilizopo au jamii kwa ujumla ingepaswa kuhakikisha kwamba katika masuala ya utawala tunarudisha dini, imani zetu kwenye utawala. Kwa sababu mtu mwenye dini, mtu mwenye imani, umenielewa? Hatafanya, anaweza asiyafanya mabaya na hatafanya mabaya kutokana na imani yake. Kwa kuwa kwenye nchi kuna imani tofauti tofauti, serikali haiwezi kuwa na dini. Ila wanao viongozi wa serikali na wananchi wanaoongozwa na serikali, wao wana dini zao. Ndio kabisa. Kwa hivyo serikali haina dini, ila viongozi wake na wanaoongozwa wana dini. Na ndio maana pamoja na kwamba mtu amechaguliwa kuwa rais, kama anafanya ibada yake siku ya Jumapili hatabadilisha, atakuwa anaenda kwa sababu yeye ana imani yake. Kama kuna mavazi anavaaga maalum kwa sawa sana na imani yake. Kwa mfano tunaona kuna watu wengine kulingana na sheria za imani zao wanavaa ushungi. Hawezi kuchukua ushungi au utupe kwa sababu anakuwa rais. Yeye dini yake amekuwa rais, serikali haina dini, ila yeye ana dini. Umenielewa? Kwa hivyo huwezi kuitenga dini na mtu, na huwezi kumtenga mtu na siasa. Sasa hiyo unatakiwa ione picha kama vile ambavyo una viungo vyote kwenye mwili. Sio vyote havifanyi kazi moja, ila huwezi kuvitenganisha. Kwa mfano, kuna kazi ya masikio, kuna kazi ya macho, na kuna kazi ya kinywa. Are we together? Amen. Na kuna kwamba hauwezi ukasema huku siendi kuongea naenda kusikiliza, ukasema uache mdomo. Utaenda na mdomo hata kama uendi kusema. Sawa sawa. Lakini utashangaa na pua lipo, iko pale pale. Na macho yapo, na masikio yapo. So ni sehemu ya mwili wako, hauwezi kuacha hiki ukaacha hiki. Chochote ambacho kiko kwa mwanadamu huwezi kukitenganisha na mwanadamu. Kwa hivyo huwezi kutenganisha dini na siasa na mwanadamu. Sasa serikali zetu au wanasiasa wetu nao ni wanadamu. Umenielewa? Amen. Na hawana uwezo wa kuzivua imani zao katika kufanya siasa zao. Sawa sawa. Umenielewa? Kwa hivyo kitu cha kwanza ni hicho, huwezi kuzitenganisha. Ni vitu ambavyo viko related. Ndio maana Biblia inasema kwamba wenye haki wakiwa na amri watu ufurahi. Kwa sababu gani? Wanaongozwa na watu ambao wale wenye amri wana hofu ya Mungu, wana dini. Kwa hivyo ina maana maamuzi wanaowafanya yanaleta faida kwa wananchi. Kwa hivyo
one of the reason ambao hii ni moja wapo ya sababu ambao hauwezi kutenganisha dini na siasa. Siasa kabisa. Tafsiri ya siasa kama ni mchezo mchafu sio kweli. Sio kweli. Hapana. Sasa nitataka nikuambie sababu kuu ni kwa nini huwezi kutenga siasa na dini. Ndio. Ni kwa sababu Mungu ndiye mwanzilishi wa siasa hapa duniani. Mungu ndiye mwanzilishi wa siasa hapa duniani. Mwanzo 1:26. Biblia inasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Wakatawale. Kutawala ni siasa. Siasa tayari. Ni kutawala. Kutawala ni siasa. Kabisa. Sasa viongozi watawala ndio viongozi wa kisiasa. Wale. Sasa Mungu anasema hivi, tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Yaani mtu aliye kama sisi, anatenda kama sisi, anafanya kazi kama sisi. Na moja hapa kazi yake ni kwenda kutawala. Ina maana wanatawala kama vile Mungu nawe anavyotawala. Wanaenda kutenda kama vile Mungu anatenda. Ndio. Kwa hivyo ina maana kama kutawala ni siasa na wanatawala kama Mungu, ina maana mwanasiasa mkubwa ni Mungu. Au mtawala mkubwa ni Mungu. Umeelewa? Hiyo nimeielewa. Umeelewa? Kwa hivyo mtawala mkubwa ni Mungu. Na anatupa na sisi mamlaka ya kutawala kama vile anavyotawala. Kwa hivyo yeye ndiye mwanzilishi wa siasa, alafu analizisha na watu waliowaumba, anawapa uwezo wa kufanya siasa. Amen. Ndio maana Mungu ameumba kila kitu. Sawa. Lakini hakuvipa majina. Anampelekea Adam. Ndio. Avipe majina. Aamue. Atumie mfumo wa kuamua. Huyu ataitwa fisi. Huyu ataitwa ng'ombe. Kile kitendo cha kuamua huyu aitwe nini? Aitwe nani? Huyu atakaa wapi, atakaa hivi. Ndio. Hiyo ni siasa. Ndio. Kwa hivyo moja hapa ya sababu ambao huwezi kutenganisha siasa na dini na mwanadamu ni kwa sababu Mungu ndiye mwanzilishi wa siasa. Yes. Amen. Jambo la kwanza. Ndio. Sababu ya pili ni kwa nini huwezi kutenganisha mwanadamu, siasa na dini. Ni kwa sababu kila uongozi, kila utawala, kila ufalme uliofanikiwa ulifanya dini kuwa sehemu ya siasa yao. Okay. Umenielewa? Kila uongozi, kila ufalme, kila utawala, kila kiongozi binafsi aliyefanikiwa alifanya dini au imani sehemu ya siasa yake. Kwa mfano, mfano wa kwanza, Musa na Joshua. Ndio. Ukisoma kitabu cha Joshua 1:7 na 8, Biblia inasema ni Mungu anaongea na Joshua, anamwambia uwe hodari tu na ushujaa mwingi. Hapa ni Mungu anamcommission Joshua sasa kuwa kiongozi. Ndio. Kwa sababu kabla hapa Joshua alikuwa ni mtumishi wa Musa. Naye Musa alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Sasa hapa Musa amekufa. Ndio. Mungu anaongea na Joshua. Anamwambia sasa kuanzia leo ndio anatakiwa kuongea kiongozi. Anamwambia hivi, uwe hodari tu na ushujaa mwingi. Uangalie kutenda sawasawa na sheria, underline sheria. Utende sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa. Kwa hivyo Joshua kuna maelekezo aliyopewa na nani? Na Musa. Naambiwa we usifanye nje na yale uliyofundishwa na Musa. Ni mfumo wa utawala. Mbinu anazo tumia kutawala. Umenielewa? Ndio. Anasema usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto upate kufanikiwa sana kila uendako. Kwa hivyo siri ya Musa kufanikiwa, kuna sheria alikuwa anafuata. Na ili Joshua naye afanikiwe, anatakiwa afuate sheria ile na mfumo ule wa utawala.
Sasa tuone ulikuwa ni mfumo aina gani. Ndiyo. Mstari wa 8. Anamwambia kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Kitabu hiki cha Torati. Torati ni swala la kidini. Sawa sawa. Ni maelekezo ya kidini. Ni mafundisho, ni maagizo ya kidini. Bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Yes. Anasifiwa. Amen. Joshua anafundishwa mfumo wa kimungu wa kiutawala. Sawa sawa. Na agizo hili au hii principle ndio inahusu kiongozi yoyote ambaye imani yake inatokana na Abrahamic faith. Duniani hapa kuna dini nyingi. Ndio. Lakini kuna dini 3 kuu zinazofanana. Dini hizi au imani hizi, ndio, chanzo chake ni Ibrahim. Lakini ziko imani hizi ziko ina 3. Ndio. Ila chanzo chake ni wapi? Ni Ibrahim. Ya kwanza inaanzia kwa Ibrahim, ndio, inapita kwa Isaka, inakuja kwa Musa, inaishia hapo. Ya pili inatoka kwa Ibrahim, inapita kwa Isaka, inakuja kwa Musa, inakuja inaishia kwa Yesu Kristo. Ya tatu inatoka kwa Ibrahim, ila yenyewe inapita kwa Ishmael. Ikipita kwa Ishmael inakuja kwa Musa, afu inaishia kwa Muhammad. Ila imani hizi zote 3 chanzo chake ni Ibrahim. Na imani hizo zote 3 zina katika mafundisho yake ya kidini na Torati imo. Kwa hivyo yeyote anayetawala na yuko chini ya hizi imani 3, Torati ni sehemu ya nguvu inayomuongoza kufanya maamuzi. Kwa hivyo kama anaitwa John, Torati inamhusu. Anaitwa Hadija, Torati inamhusu. Anaitwa Shalom, Torati inamhusu. Kwa hivyo hawezi kutenga uongozi wake au utendaji wowote wake wa maisha, kuanzia kwenye ndoa, kwenye biashara yake, kwenye siasa zake, kwenye kuuza kwake, kwenye hata kufuga. Ndio maana kuna mwingine kwa imani yake kuna wanyama hawezi kufuga. Hata kula kwake kunaongozwa na imani na dini yake. Ndio maana kuna kitu anaweza akala na asile. Kwa hivyo hawezi kutenganisha imani na siasa. Hawezi kutenganisha dini na siasa. Ndio maana anasema wenye haki wakitawala. Wenye haki wakitawala watu hufurahi. Na waovu wakitawala watu huugua. Kwa sababu mifumo yao ya kufanya maamuzi, utafahamu hakuna imani katika hizo imani zote 3 inayoruhusu dhuluma. Ndio kabisa, hakuna imani inayoruhusu kuua. Umenielewa? Ndio. Hakuna imani inayoruhusu kuoneana. Ndio. Watu kupotea. Kupotezwa amna. Kwa sababu Torati inasema. Kwa hivyo sheria inaweza asiogope sheria yule mtu. Ndio. Lakini akaiogopa dini yake. Dini yake akaiogopa. Laiti tungekuwa na uwezo wa kupima imani za watu kabla hatujawapa mamlaka, pamoja na kufaulu kielimu na mambo mengine, wawe kwenye imani zao zina nguvu. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Sauli kilichosababisha akose ufalme wake usiweze kuendelea ni kwa sababu alikosa kufata maagizo ya kimungu, dini. Ameambiwa kapiga Wamaleki awaangamize, kila kitu ateketeze. Ila alipoenda akapiga wengine, lakini mfalme Agagi akamshika mateka na wakachukua wanyama walionona. Are we together? Amen. Na kwa sababu hiyo Mungu akamwambia
na kwa sababu umekosa kunitii nimekukataa kuwa mfalme. Akakataliwa kuwa mfalme. Kwa hivyo ili kiongozi akitaka afanikiwe, ndio ni lazima atende sawa sawa na maelekezo ya kidini sahihi. Haleluya. Amen. Ingekuwa laiti viongozi wetu wanasimama sawa sawa na mafundisho ya imani zao, hakungekuwa na corruption kabisa. Tungekuwa tunapoteza vitu. Hakungekuwa na hizi dhuluma tunazoziona. Ni kweli. Lakini kwa sababu kuna kakichaka kakujikwepa siasa na dini, sasa wanakosa kuwajibika kwenye swala la imani. Wanataka tuegemee kwenye sheria, kwa sababu sheria inapindishwa na sheria. Ndio. Ila huwezi kuipindisha swala la kidini. Kabisa, hilo ni marufuku. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen sana. Tukivyo tumeona Musa na Joshua walikuwa ni viongozi wa kisiasa, lakini waliongozwa na Torati. Amen. Amina. Jambo mfano wa pili, kwamba kila ufalme, kila uongozi uliofanyikiwa ulifanya dini au imani sehemu ya siasa yao. Tuone mfano ufalme wa Misri. Ufalme wa Misri, ukiangalia wakati Mungu anamtuma Musa kuwatoa wana wa Israeli, ilibidi kwanza Mungu aachilie yale mapigo 10. Mapigo 10 kwanza. Na sababu yale mapigo, kila pigo Mungu alikuwa anashughulika na miungu ya Misri. Kila pigo. Na wakati huo Misri ndio ilikuwa superpower. In fact, Misri is one of the registered superpowers in this world. Misri ndio ilikuwa kusema dunia nzima kwa wakati wake. Sawa sawa. Sasa Musa anapoenda pale, Mungu anashughulika na ile miungu. Ndio. Kwa sababu nguvu ya Misri na nguvu iliyokuwa imewakamata wana wa Israeli ilikuwa sio Farao. Ndio. Ilikuwa ni ile miungu ambayo ni dini. Nguvu na uweza wa kidini wa Misri ndio ulikuwa umewapa uweza wa kutawala dunia yote. Sawa sawa. Sasa hebu tuone kilichotokea wakati Musa anaenda kuwatoa wana wa Israeli. Ndio. Kutoka 7:10. Basi Musa na Haruni wakaingia kwa Farao. Musa na Haruni wakafanya vivyo kama Bwana alivyowaambia. Ndio. Haruni akaibwaga fimbo yake chini mbele ya Farao, mbele ya watumishi wake ikawa nyoka. Mstari wa 7. Ndipo naye Farao akawaita wenye akili na wachawi na hao waganga wa Misri. Wote Wakafanya vivyo kama uganga wao. Sasa nataka nikuoneshe mahusiano ya dini na siasa. Musa alikuwa ni kiongozi wa kisiasa, ila Haruni ni kuhani. Kwa hivyo kwenda kuwatoa wana wa Israeli zinaenda nguvu ngapi? 2. Naye Farao sasa, Farao naye ni kiongozi wa kisiasa, ila alipotaka kuface Musa na Harun ilibidi naye aite viongozi wa kidini. Ndio maana akaleta waganga, hakuita makamanda wa jeshi, hakuita maloya, hakuita deputy wake. Aliita waganga, akaita wachawi, akaita na wenye akili. Ndio. Kwa hivyo tunaweza tukaelewa hata nguvu ya Farao haiko kwenye majeshi. Nguvu ya Farao iko kwa hii dini. Na ndio maana alipokutana na changamoto aliwaita wale ambao ndio chanzo cha nguvu. Sawa sawa. Hiyo ni siri ya mtumishi. Umenielewa? Kwa hivyo huwezi kutenganisha. Haiwezekani. Na ndio maana mara nyingi watu wanasema kwenye midomo, lakini sehemu zao za ndani wanapokuwa faragani wanajua wao kinachoongoza ni nini. Sawa sawa. Tuko pamoja? Amen. Mfano mwingine ambao tuone ufalme uliofanikiwa kwa sababu ya kuifanya imani au dini kuwa sehemu ya ufalme wao. Ukisoma kitabu cha Daniel sura ya 1 mstari wa 3 mpaka mstari wa 4, Biblia inasema mfalme akamwambia Ashpenazi
mkuu wa matowashi wake awalete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme na wa uzao wa kiungwana. Mstari wa 4 anasema na vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme. Tena alimwambia awafundishe, sikiliza, awafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Sikiza maelezo ya mfalme. Anamwambia Ashpenazi, usiende kutafuta tu vijana wa kawaida. Usitafute wajinga. Tafuta watu ambao tayari wana elimu. Kitu cha kwanza sema wana elimu. Ni watu werevu kwa sababu ya maarifa yao. Anasema watu hawa wanaofahamu pia, wanaofahamu wa elimu. Wamesoma huko walikotoka, wana elimu. Ila sasa ili watumike kwenye utawala, ufalme wa Kaldayo, inabidi wafundishwe elimu ya Kaldayo na wafundishwe na lugha ya Wakaldayo ili watumikie ufalme wa Kaldayo. Sasa kama maelekezo yake alikuwa amesema wawe na elimu, mbona wanafundishwa tena? Elimu ni pamoja na dini. Dini ya Wakaldayo. Umeelewa? Na anaposema lugha ni pamoja na mila za Wakaldayo. Ndio maana kitu cha kwanza walikuwa natakiwa wabadilishwe chakula. Ndio maana wakasema sisi chakula hatutakula, sisi tupe maji na mtama. Walikuwa natakiwa wabadilishwe kimfumo kwao kabisa, ili wawe kama Wakaldayo, ili waweze kutumikia ufalme wa Kaldayo. Kwa lugha nyingine, huwezi kutumikia ule ufalme kabla hujaelewa imani yao, haujaelewa dini yao iwe muongozo. Umenielewa? Amen. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu pamoja kwamba alifundishwa haya, tunaona baadaye mtu kama Daniel akikataa kufuata ile imani mpaka wanakuta anatupa kwenye tundu la simba. Lakini pia tunaona mtu kama akina Shadraka, Meshaki wakitumwa kwenye tanuri la moto kwa kusimama na imani yao na dini yao. Kwa hivyo wanafanya in fact ilifika kiwango wale walikuwa ni viongozi, lakini bado walikuwa na dini kama sehemu yao. Amen. Are we together? Amen. Sababu nyingine ni kwa sababu kila uongozi, kila mamlaka unayoona yanatoka kwa Mungu kulitumikia kusudi la Mungu. Kila uongozi, kila mamlaka unayoona hapa duniani yanatoka kwa Mungu kulitumikia kusudi la Mungu. Haijalishi hata kama huyo anayetawala ameokoka au hajaokoka, ni Muislamu au sio Muislamu, anasali au hasali, hata kama anasema hakuna Mungu, ili mradi ni kiongozi, hayo mamlaka yametoka kwa Mungu. Warumi 13:1 inasema kila mtu aitii mamlaka iliyokuu, kwa kuwa au kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamriwa na Mungu. Iliyopo imeamriwa na Mungu. Hivyo amwasia mwenye mamlaka hushindana na agizo la Mungu, nao washindanao watajipatia hukumu. Kwa hivyo sasa hapa kuna siri kubwa. Kila kiongozi hajawekwa kusimamia kusudi lake, mipango yake. Amewekwa kusimamia kusudi la Mungu, hata kama tunaona hamjui Mungu. Kwa mfano, ukisoma katika kitabu cha Yeremia 27 mstari wa 6, utaona Mungu akimwita Nebukadneza mtumishi wake. Lakini Nebukadneza hana biashara na Mungu Jehova, hana. Ila huyo Mungu Jehova anamwambia Nebukadneza, anamwita mtumishi wake. Haleluya. Amen. Lakini pia hata ukisoma kitabu cha Isaya 45 mstari wa 1, utaona pia Mungu anamuita Koreshi Masihi. Na huyu huyu sio Mkaldayo. Huyu anatoka kwa Medi na Wajemi. hana biashara na Mungu Jehova, hana mahusiano na Ibrahimu, hana kabisa.
kwenye hao maagano hayupo, lakini Mungu anamuita Masihi. Kusudi la Nebukadneza aliletwa kwa sababu ya kuweza kudhuru Israel. Ndio maana alikuja akapiga na Yerusalemu, akapiga mpaka na hekalu. Na akachukua mpaka na vyombo vya hekalu. In fact hekalu aliyolipiga akalimaliza. Alikuwa mara kwanza alikuwa ni Nebukadneza. Na akaanzisha kipindi katika kalenda ya dunia cha Israel na Jerusalem kuwa chini ya mataifa. Umenielewa? Yes. Na kipindi hiki ambacho kilichoanza wakati wa Nebukadneza kilikuwa ni kipindi cha kwanza, ni katika falme 5 falme 4 ambazo Mungu alimuonesha kwenye ile sanamu. Ndio. Kwenye ndoto. Ile sanamu ambao tunaona kuna kichwa cha dhahabu, tunaona ina shaba, kuna sehemu kuna chuma imechanganyika na udongo, vitu kama hivyo. Ndio. Sasa zile ni falme 4 za dunia. Na ufalme wa kwanza ulikuwa ni wa Kaldayo. Ufalme wa pili ukawa ni wa Medi na Wajemi. Ufalme wa tatu ukawa ni ufalme wa Giriki. Na ufalme wa 4 ni ufalme wa Kirumi ambao ndio mpaka sasa unaoendelea. Sasa kile kipindi aliyekuwa anakianzisha alikuwa ni Nebukadneza. Lakini cha pili naye mtu kama Koreshi alikuja ili aweze kuwaruhusu Wayahudi waweze kurudi kujenga hekalu lao na mji wao. Alikuja kutumikia kusudi la Mungu. Koreshi. Ndio. That means kama kiongozi amepewa mamlaka kutoka kwa Mungu, naye ni lazima aelewe akikosea Mungu anaweza akamuonya. Mungu anaweza akampa maelekezo. Ndio. Na pia Mungu hata wakati mwingine anaweza akataka kumtia nguvu. Na mojawapo ya jinsi ya Mungu kuwasiliana na watu, anaweza akaongea naye moja kwa moja kupitia ndoto. Ndio. Lakini pia Mungu anaweza akatumia watu. Kwa hivyo kiongozi akiwa kwenye mamlaka, ajue kuna wakati anaweza akaja mtu wa kawaida akamkosoa. Nikawa lakini akawa sio yule mtu anaongea, ni Mungu anaongea kupitia watu. Kwa mfano tunaona kisa cha Daudi na Uria. Daudi anamchukua mke wa Uria na anasababisha Uria auawe. Lakini Mungu hakuji mwenyewe kumuonya Daudi. Anamtuma nabii Nathan. Akamtuma nabii Nathan. Kwa nini? Kwa sababu Daudi aliyemweka pale ni Mungu. Kwa hivyo Mungu akiamua kuwasiliana naye, atajua atawasiliana kwa njia gani. Lakini Daudi kwa kufahamu kwamba mamlaka ametoka kwa Mungu, alipokuja Nathan, hakumuona Nathan, alimuona Mungu. Na ndio maana alipoelekezwa akasema nimemkosea Mungu, akatubu. Akaambiwa bana, mtoto atakayezaliwa atakufa, ila kwako Mungu amekuondolea nini? Amekuondolea kifo. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo viongozi wetu wanapaswa kuwa tayari kukosolewa na wanadamu. Kwa sababu aliyeweka mamlakani ni Mungu, na Mungu anaweza kutumia wanadamu kuongea au kuwasiliana kwa niaba yake. Haleluya. Sema amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kilichomgharimu Sauli ufalme wake ni kwa kukosa kutii, kufuata amri za Mungu. Na ndio maana akaambiwa wewe biashara yako imeisha. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hitimisho ni kwamba kutokana na watu, ni vizuri tuelewe kwamba kutokana na watu kuwa na imani au dini tofauti, serikali haiwezi kuwa na dini. Lakini watu wake wanaongoza na wanaongozwa wote wana dini. Na kama wana dini, wanapaswa kudhihirisha imani yao katika utendaji wao. Haleluya. Kama kweli watu especially wanaofuata hizi imani tatu
wangefuata maagizo ya dini zao, ndio, wakiwa serikalini, wakiwa kwenye makampuni, wakiwa kwenye biashara, dunia hii ingekuwa nzuri sana. Anasifiwe. Amen. Wenye haki wakiwa kwenye utawala, watu furahi. Lakini waovu wakiwa kwenye utawala, watu wanaugua. Siasa, dini ni sehemu ya siasa, na siasa ni sehemu ya dini. Bwana asifiwe. Amen. Popote alipo mwanadamu, hivyo vitu viwili na vyenyewe lazima vivepo.